wakampeleka Yesu kaburini, na siku ya tatu mwamba akafufuka. Mwamba alipofufuka anawaambia wanafunzi, naomba mnisaidie kazi ambayo sijaimaliza mimi, naomba muendeleze pale nilipoishia. Pale ambapo mimi nimeshindwa kuendeleza, mnisaidie kumalizia kazi. Akasema atakuja Roho wa Baba yangu, yule Roho aliyekuja juu yangu mimi wakati nabatizwa na Yohana, atakuja kwenu, atakaa na nyinyi, atawaambia yapasayo kutenda. Atakayekwambia huyo Roho sio ya ukoo wake, sio ya kwake mwenyewe, ametumwa na Baba, nendeni mkakamilishe. Anaongea hayo katika Yohana 16 mstari wa 12 mpaka 16. Anaongea leo Yesu Kristo, anasema sijamaliza kazi, na ile kazi aliyoiacha Yesu ndio hii naifanya mimi hapa. Na wahubiri watu wamjue Mungu vizuri, wamjue Yesu vizuri, wamjue Roho Mtakatifu vizuri. Nasema mjue Mungu, mjue Yesu Kristo, mjue na Roho Mtakatifu. Ongea na Bwana, ujazwe Roho, ujazwe Roho, utafanya mambo ambayo ni makubwa. Yule Roho aliyemtokeaga Yohana kio kisiwa cha Patmo, ndio Roho akutokee na wewe. Aliyewatokeaga wale mitume 12 akutokee na wewe katika jina la Yesu Kristo. Aliyeishi na manabii na mitume aishi na kwako pia, sema nina. Na ndipo Biblia nasema Samsoni, nywele zinaota, nguvu zinarudi, lakini macho hana, ni kipofu, haoni, hawezi kufanya chochote. Zimerudi nguvu, lakini uwezo wa kufanya kama ilivyokuwa mwanzo hana kabisa. Biblia nasema, ndipo akasema nitalipa kisasi. Anapambana kulipa kisasi, lakini hana macho, haoni. Jamani, haoni. Usitegemea utarudi kuwa kama vile ulivyokuwa. Jilinde siri zako. Huyo rafiki uliye naye, huyo mke uliye naye, huyo mume uliye naye, sio mapenzi ya Bwana ama ni mapenzi ya Bwana? Muulize Roho Mtakatifu akusaidie kumjua, ili usije ukapita kwenye majanga, usije ukapita kwenye hukumu. Unaelewa? Sema amen. Hata watoto tumezaa, walivyokutana navyo huko hatujui. Wamekuja na mapoza nyumbani, wamekuja na vitu vya ajabu nyumbani. Ndipo Biblia inasema Samsoni anawaza kulipa kisasi, lakini ni kipofu, haoni macho. Nguvu zinarudi, kweli kabisa, nguvu zinarudi, ila ni kipofu, haoni. Kwa anapapasa tu. Nguvu za Mungu zimerudi, lakini haoni. Uwezo wa Mungu umerudi, lakini haoni. Hata Yesu alifufuka, kweli kabisa amefufuka, lakini hawezi kukaa tena duniani. Watamwacha, watamuua, inabidi arudi akajipange. Na ndivyo Biblia inasema katika kitabu cha Luka 20 kuanzia mstari wa 9 mpaka 19. Anatoa hadithi ya mkulima aliyekuwa na wafanyakazi wa kwake, akafungua shamba, akapangisha wakulima. Anasema kipindi cha mavuno, msimu wa kwanza wa mavuno, mwaka wa kwanza, akatuma wafanyakazi, kachukueni mavuno, wakawapiga, wakawaua. Kipindi cha mwaka mwingine akatuma watuma wengine, kachukueni mavuno, wakawapiga, nao wakawaua. Kipindi mwaka mwingine wa tatu akatuma watu wengine, nendeni mkanichukulie mavuno, nao wakampiga, wakawaua. Akasema labda ni mtume mwanangu mpendwa, labda watamuogopa, watapendezewa naye. Akamtuma, naye wakampiga, wakamuua. Yule mkulima anasema nitajipanga niende mwenyewe. Habari hizi Yesu anaongea zinamuhusu yeye, kwamba amekuja duniani kuokoa ulimwengu ili aje kuwa mfalme, amrudishie Mungu watu wake, taifa lake la Israeli linaloteseka, linapitia kwenye hukumu, lakini wakamuua. Na ndipo katika kitabu cha Yohana msimuliaji wa kitabu kile anasema alikuja kwao walio wake, lakini walio wake hawakumpokea. Walimuua, walimpiga, wakamuua. Anazungumza Yesu Kristo. Kwa Yesu alikuja kuokoa, lakini hakufanikiwa. Na ndio maana anaagiza wanafunzi katika kitabu cha Mathayo 28, anasema nendeni mkawafanya watu kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni mnisaidie kufanya ile kazi ambayo mimi
nitakiwa niifanye, na hiyo kazi mitume waliifanya, wakatuachia sisi, leo tutaifanya. Uwe mwanafunzi mwaminifu, acha chenga chenga. Uwe mwanafunzi wa kweli, acha longo zako. Uwe mwanafunzi wa kweli, acha kuleta mbamba madhabahuni. Nataka mjifunze hilo, watoto wa Mungu. Yesu alikuwa anazungumza habari za shamba, na yule mkulima alikuwa anamaanisha habari za Mungu na dunia hii tunayokaa. Anasema ninyi ni mzabibu na baba yangu ndiye mkulima wa hilo shamba. Kasoma Yohana 15. Anasema baba yangu ndiye mkulima, mimi ni mzabibu, mimi ni mzabibu na nyinyi ni matawi. Zaidi kipindi cha Adamu walifanya kumhujumu Adamu, akafukuzwa kwenye bustani ya Edeni. Mungu akafanya mpango mwingine, akamleta mtu mmoja anaitwa Henoko kutoka kwenye kizazi cha Kaini. Kutoka kwa Henoko watu wakaanza kumwabudu tena Mungu. Kufika kipindi cha Nuhu watu wakaharibu tena, akawafuta. Ni mara ya pili hiyo. Mara ya tatu akamleta Ibrahimu, kipindi cha Sodoma na Gomora, napo wakaharibu dunia. Mara ya tatu hiyo akawavuruga. Safari hii hakutuma mtu, akamtuma Yesu Kristo aje mwenyewe, na mwenyewe wakamdhulumu haki yake, wakamchinja. Sema amina. Anamwambia Pilato katika kitabu cha Yohana sura 18 mstari wa 36, anasema kwa ajili ya haya, kwa ajili ya ufalme huu, kwa ajili ya haya tunayogombana nayo mahakamani, tupo mbele zako leo kwako hakimu, tunapambana kwa ajili ya haya. Ndoa yaliyonileta duniani, ndoa yaliyonileta ulimwenguni, ila hawa hawataki kusikia, hawataki kuelewa. Lakini wale walio na roho wa kweli wananisikia, wananielewa kwamba mimi ni mfalme wao. Na mimi nasema Yesu ni mfalme wangu, ni mfalme wangu, ni mfalme wangu. Ingawa ilishindikana kipindi kile, na hii dunia sasa hivi imechafuka, imechakaa, anasema nikija sikai kwenye hii dunia, kutakuwa na nchi mpya na mbingu mpya zinakuja, na sisi tutatawala naye miaka 1000. Wakati huku duniani kuna vita ya Armagedoni, watu wanapiganiana huu ufalme ambao Yesu alikuja kupigania ili atawale, akamdhulumu akaondoka. Sasa huku kimbele kitatokea vita kuu ya Armagedoni, tukiwa kwenye ufalme mwingine. Sisi tunatawala na Jehova miaka 1000 na bwana harusi wetu Yesu Kristo. Tutatawala kule, huku duniani watu watakuwa na pambana, wakina Putin, wakina Trump, wakina Heche, wakina Magufuli, wakina Kikwete huku duniani, wakina Tundu Lissu watakuwa na pambana huku duniani, na wakina Gaddafi na kina nani huku watakuwa napigana vizuri. Lakini sisi tumetulia, na ule ufalme atakayeshinda, Biblia inasema atapigana na mfalme mkuu ambaye ni Bwana wa mabwana, atapigana naye. Vita yake haitakuwa ndogo, itakuwa ni kubwa. Biblia inasema atapigwa, atafagiwa, ataondolewa, mahali pake pataonekana, na Bwana atauondoa huu ulimwengu huu wa waovu, atauleta ulimwengu mpya. Tutarudi kutawala naye milele, tutatawala naye milele. Mwenye masikio na akili angalau kidogo atafahamu haya ninayoongea, na vifungu na kuwekea hapo. Ukiwa na muda wa kutulia kusikiliza haya mahubiri, ukiwa na muda wa kusikiliza haya mafundisho, ukasoma na vitabu ninavyokupa, utakuwa umebarikiwa na Bwana, na Mungu atakutumia, na Mungu atakuondolea matatizo, Mungu atakuondolea dhiki na misiba na mateso. Atakuja atakaa kwako, mtakula naye. Unanielewa? Sema naelewa. Unayebarikiwa sema nabarikiwa. Unayepona sema napona. Biblia inasema Mungu atawacha wapigane. Katika Danieli anasema atawacha wapigane wafalme wa dunia hii. Wakipigana, kipatikana mshindi, Mungu anakuja anamshushia kipigo huyo aliyeshinda wote. Kwisha habari yake. Omwe. Sikasi hapo pangiliwa hizi. Sile kitoro. Wangapi wananielewa? Nafoka au nafundisha? Nafoka au nafundisha? Nafundisha. Unanielewa? Natumia hasira sana. Mjue Mungu wa kweli. Mjue Mungu wa kweli. Acha kuwa Mkristo bra. Unamdhalilisha Yesu wewe. Kristo usielewa unachokifanya.
Mkristo unaposti habari za ushoga, zinakusaidia nini? Unafundisha nini? Eti na wewe ni Mkristo. Bwana asifiwe. Yaani shoga amejiposti huko, wameigiza mashoga huko, na wewe unazichukua habari za mashoga unaziposti. Unafikiri unafundisha? Unaeneza ushoga, mjinga wewe. Posti habari za Injili zikusaidie. Posti habari njema zikusaidie. Acha ujinga. Kristo atakuja na utukufu wake kuwachukua walio wake, walio na Roho Mtakatifu. Mtafute huyo Roho. Simama juma ulipo. Amen.